Naitwa Nelson Petro, natokea shirika la Gourmet Fund. Mimi ni afisa mradi wa ustawishaji wa biashara vijijini. Kwa hiyo kupitia Gourmet Fund tunaendesha mafunzo ya ujasiriamali kwenye vijiji takriban 21 vinavyozunguka eneo la uhifadhi la Ikorongo Gurumeti, ili kuhakikisha kwamba jamii inayozunguka eneo hili inakuwa endelevu kwa maana ya fursa za kiuchumi na kujipatia kipato ili ichangie katika uhifadhi endelevu wa ekolojia ya Serengeti. Kwa hiyo leo hii hapa tulikuwa moja ya mafunzo katika kijiji cha Pakinyigoti, ambapo kupitia programu zetu za mafunzo huwa tunawafundisha wajasiriamali hii jamii ya kijijini kuwa na jicho la ziada kuona fursa, lakini tunaangalia pale panapokuwa na upungufu hasa wa maarifa ya uendeshaji na wa biashara au kutengeneza bidhaa ambazo zinaonekana ni fursa katika eneo la Serengeti, tukizingatia kwamba Serengeti ni kiota, unaweza tukasema ni kiota cha utalii. Kwa hiyo tunaangalia ni bidhaa gani ambazo zinaweza zikatengenezwa ikawa ni fursa ya biashara kwa hizi jamii zinazopatikana Serengeti. Kwa hiyo leo tulikuwa tunatengeneza batiki ambayo tunaihusianisha fashion ya mavazi ya Kiafrika na biashara. Kwa hiyo kama tunaweza tukawajengea uwezo watu wetu wakaiongeza thamani kupitia bidhaa kama batiki, wakashona nguo nzuri zinazotokana na batiki, wanaweza wakauza kwa wageni. Kwa hiyo Gourmet Fund imejidhatiti katika eneo hilo kutengeneza kwamba lazima uhifadhi uendane na kuendeleza jamii kwa nyanja mbalimbali, ikiwemo namna gani tunaweza tukaisaidia hii jamii ambayo imezunguka maeneo yetu ya uhifadhi kuwa na njia mbadala ya kujipatia kipato, badala ya mtu labda kwenda kuharibu mazingira, kwa mfano kwenda kukata miti ili achome mkaa auze kwa ajili ya mahitaji ya familia, lakini tukimfundisha au tukimwelekeza namna ya kuibua fursa za biashara, anaweza akafanya biashara lakini bado akapata kipato. Pia jamii hizi kumekuwa na changamoto ya uwindaji haramu, lakini ukiangalia sababu kabisa za uwindaji haramu, mwingine anasema nawinda niuze nyama nijipatie kipato kwa ajili ya familia yangu. Sasa sisi tunamwambia kuna njia mbadala, badala ya kuwinda acha tuwatunze hawa wanyama kwa kizazi kijacho, wewe fanya biashara hii. Tunaangalia na upungufu gani wa maarifa. Pale ambapo wanakuwa na upungufu wa maarifa tunawafundisha masuala ya maarifa wanayohitaji. Kwa mfano kama leo tulikuwa na zoezi hili, wanatengeneza bidhaa mbalimbali za batiki, tunawaunganisha na masoko ambayo yanapatikana kwa mfano kwenye kempu mbalimbali zinazojishughulisha na utalii, wanaweza kuuza na kujipatia kipato. Kwa kweli nimenufaika na nimemshukuru sana Mungu kwa jinsi walivyotuletea mafunzo ya ujasiriamali. Sisi tulikuwa ni kina mama tunaoenda kufanya vibarua kwenye mashamba, tunaenda kukata kuni, tunachoma mikaa, tunahangaika. Labda ukinufaika labda ukitaka kujitahidi sana upate labda shilingi 5,000 ya kujitisha beseni, unaenda kuhangaika kule migodini. Lakini baada ya Gourmet Fund walipoleta haya mafunzo ya ujasiriamali, wametufundisha kutengeneza sabuni, kutengeneza batiki. Tumejifunza, tumeweza kama kina mama kutengeneza hivyo vifaa, na pia nilikuwa mzigo mzito katika familia yangu, na hasa kina baba zetu sisi walioko kando ya hifadhi hawajui utafutaji. Utafutaji wao sana ulikuwa ni wa kwenda kuwinda na kuchoma mikaa. Lakini baada ya Gourmet Fund kuja kutufundisha haya mafunzo, tumeacha kutafuta vibarua, kuchoma mikaa tumeacha. Kama mimi nimeacha. Sasa hivi nimefungua hata kibanda kangu, nauza sabuni, nauza na vitu vingine, bidhaa mbalimbali kutokana na Gourmet Fund. Kwa hiyo mimi sasa hivi sio mzigo, na mimi baba ananisamini kama mama. Anaona na mimi ni jembe. Ni jembe katika familia. Kwa hiyo mimi sasa hivi sio mzigo. Hata ule unyanyasaji wa kina baba wanaokuja wanakunyanyasa na kuona kwamba sijui nini, unaomba mafuta, nafanya nini, hivyo vitu nafanya mimi mwenyewe kama mama. Kabla sijaanza na Gourmet nilikuwa nafanya biashara, lakini bila elimu. Sikujua sana elimu. Lakini Gourmet imekuja imetufundisha namna ya kufanya biashara. Kwa hiyo tunanufaika na Gourmet kwa ajili ya elimu tuliyoipata. Nilikuwa mwindaji sugu. Gourmet Fund alinipa ajira, nikawa mlinzi kwake, nimefanya kazi pale, nikapata pesa ya moja kwa moja kutoka kwake. Kwanza nilikuwa nimeacha kuwinda, nilikuwa nakata mkaa sana, nikawa nimeacha pia kwa sababu na kipato cha moja kwa moja. Lakini baada ya hapo
nimekuja kijijini. Kama haya yanajitokeza. Unaona mimi mwanaume anajiunga. Nimejifunza mafunzo ya ujasiriamali. Ninaweza kufanya biashara, naweza kujisimamia. Hivyo siwindi, sikati mti. Lakini pia nimepanda miti inatunza mazingira. Lakini nilikuwa na hobi ya kufuga kiholela ambayo inapelekea kuharibu mazingira. Sasa hivi nafuga kisasa. Eneo nililonalo linanitosha, nimepanda miti ya namna hiyo. Kimsingi nimenufaika moja kwa moja na Gurumeti Fund. Tumenufaika kwa vitu vingi tofauti tofauti, na tumeelimishwa kutokana na watu walivyokuwa wakiwinda, wengine kukata mikaa ili kupata kipato kwa ajili ya maisha yao. Hivyo basi kuna baadhi ya watu tumeelimika kutoka kuchoma mkaa, na sasa tunatengeneza sabuni, batiki na vitu vingine kadhalika. Yaani ninashukuru sana kwanza kwa hii fursa. Maana imetuwezesha sisi ambao tulioizunguka hii kando kando ya hifadhi. Biashara inatusaidia ingalau kuwezesha watoto wetu hata kwenda shule. Pamoja na hapo, ingalau na hata wame zetu wasiweze kuvuka zile waya walizopitisha kwa kwenda kuwinda wanyamapori. Cha msingi sasa, kulingana na hizi batiki tunazozitengeneza hapa, hizi batiki ni fursa mojawapo, kwa sababu ndo tumepata fursa ya kwanza angalau na sisi tuweze kupeleka malighafi zetu huko na Korongo huko.